Usiku wa Januari 21 mwaka 1968, watu 31 waliingia Korea Kusini. Hawakuwa wakimbizi, hawakuwa askari wa kawaida, walikuwa makomando wa Korea Kaskazini, na walikuwa na misheni moja tu, kumuua rais wa Korea Kusini. Lakini kuna kitu ambacho hawakukijua, walikuwa tayari wamekaribia sana kuliko mtu yoyote alivyowahi kufikiria. Ili kuelewa kwa nini watu 31 walikuwa tayari kufanya operation kama hii, lazima turudi nyuma. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia, Korea iligawanywa katika sehemu mbili. Kaskazini ikaongozwa na Kim Il Sung, kusini ikaibuka kama taifa linaloungwa mkono na Marekani na washirika wake. Mwaka 1950 tofauti hizo ziligeuka kuwa vita. Vita vya Korea viligharimu maisha ya mamilioni ya watu. Vilimalizika kwa Armistice mwaka 1953. Lakini si kwa mkataba wa amani uliomaliza uhasama kabisa. Kimsingi, vita vilisimama, lakini uadui ukaendelea. Kufikia katikati ya miaka 1960, mvutano kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini ulikuwa umeongezeka tena. Pyongyang ilianza kuunga mkono zaidi shughuli za siri, infiltration na guerrilla warfare kuelekea kusini. Taarifa za CIA za wakati huo zinaonyesha kuwa matukio ya DMZ yaliongezeka kwa kasi, kutoka takriban 50 mwaka 1966 hadi 629 mwaka 1968. Hii haikuwa tena vita ya kawaida, ilikuwa vita ya kivuli. Watu waliingia kimya kimya kupitia mipaka. Wengine walikusanya taarifa, wengine walifanya mashambulizi, na wengine walipewa mission ambayo ilikuwa karibu kuonekana kama haiwezekani. Kikosi hicho kilihusishwa na Unit 124, kikosi maalum cha Korea Kaskazini. Walipewa mission ya kuingia Seoul, kupenya hadi kwenye Blue House, makazi na ofisi ya rais wa Korea Kusini, na kumuua Park Chung-hee. Walifundishwa kufanya kazi kwa siri. Walijaribu kujifunza mazingira ya adui na wakapewa vifaa vya kuwasaidia kujificha kama watu wa kusini. Kisha wakatumwa. Usiku wa Januari 17, kikosi hicho kilivuka kuelekea kusini. Walitembea kwa siri, walipita maeneo ya milimani, waliepuka vikosi vya usalama, na kwa siku kadhaa walikuwa wakisogea kuelekea Seoul. Lakini walipokuwa njiani, walikutana na kundi la raia. Hapo ndipo operation ilianza kwenda tofauti na mpango. Badala ya kuwaua, waliwaacha waende. Lakini taarifa hiyo iliwafikia mamlaka za Korea Kusini, na sasa uwindaji ukaanza. Januari 21, kikosi kilikuwa kimefika Seoul. Walikuwa wameingia ndani kabisa ya mji, na sasa walikuwa wakielekea kwenye eneo ambalo lililindwa na serikali ya Korea Kusini. Walifika karibu sana na Blue House. Kwa mujibu wa vyanzo vya kihistoria vya Marekani, walifika ndani ya umbali wa takriban mamia machache ya yards kutoka kwenye makazi ya rais. Hebu ufikirie hili. Makomando 31 kutoka nchi ya adui ndani ya mji mkuu karibu na makazi ya rais, na walikuwa bado hawajazuiwa. Lakini walipokaribia eneo la Blue House, vikosi vya usalama vya Korea Kusini vikawatambua. Kilichofuata hakikuwa tena infiltration, ilikuwa firefight katikati ya Seoul. Risasi zikaanza, kikosi kikatawanyika. Baadhi wakajaribu kutoroka kuelekea milimani, wengine wakapambana hadi mwisho. Mwisho wa operesheni hiyo, karibu wote wa kikosi hicho waliuawa. Mmoja alikamatwa akiwa hai. Vyanzo vya Marekani vinaeleza kuwa 28 waliuawa. Mmoja alikamatwa na wawili hawakujulikana mara moja walipoishia. Lakini upande wa Korea Kusini pia ulipata hasara kubwa. Raia na wanajeshi waliuawa katika mapigano hayo, na tukio hilo likawa moja ya operesheni hatari zaidi za infiltration katika kipindi hicho cha vita baridi. Korea Kusini ilikuwa imenusurika, rais alikuwa hai, kikosi cha Korea Kaskazini kilikuwa kimeangamizwa, lakini Pyongyang haikuwa imemaliza mchezo. Siku mbili tu baadaye, tarehe 23 Januari 1968, tukio jingine likatokea. Safari hii Marekani ndio ilikuwa kwenye mstari wa mbele. Meli ya Marekani iliyokuwa ikikusanya intelligence karibu na pwani ya Korea Kaskazini ikazingirwa na vyombo vya kijeshi vya Korea Kaskazini. Jina la meli hii lilikuwa ni USS Pueblo.
Meli hiyo ilikuwa katika maji ambayo Marekani ilisema yalikuwa ya kimataifa, takriban maili 15.8 za baharini kutoka nchi kavu ya Korea Kaskazini, na ndani yake kulikuwa na wafanyakazi 83. Heave to or I will open fire. Korea Kaskazini ilikuwa imefanya jambo ambalo lingetikisa Washington. Meli ya Marekani ilikuwa imezingirwa na ndani yake kulikuwa na taarifa za siri ambazo hazikupaswa kuangukia mikononi mwa adui. Swali lilikuwa moja, Marekani ingefanya nini? Kwenye episodi ya pili tutaitazama USS Pueblo, meli ya Marekani iliyotekwa na Korea Kaskazini, na kugusia operesheni hizi za zamani kwa sababu zina kitu ambacho watu wengi hawajui. Na hii Korea Kaskazini ya leo haikuibuka ghafla. Kuna historia ndefu ya infiltration, special operations, intelligence, hostage crisis na brinkmanship. Kwa hiyo episode ya pili ya USS Pueblo ina potential kubwa sana, sababu meli ilikuwa ya intelligence, ilishambuliwa na kutekwa, wafanyakazi wakafungwa kwa karibu miezi 12 na mazungumzo ya kuachiwa kwao yakawa ya kuvuta karibu mwaka mzima. Jiandae kwa episode ya pili kwa kusubscribe kama bado, na pia bofya kengele ili upate notification kila tukiweka video mpya. Mimi naitwa Omar Zongo. Asante.